السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى عن أعظم الحقوق التي أقدها الإسلام بعد حق الله تعالى، وهو حق الوالدين. ولذلك جعل الله تعالى حقهما بعد التوحيد في كتابه العزيز. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsendia rahma zake ziwe juu ya viongozi wa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale wote wanafuata mwendo wake hadi siku ya Kiyama, amin. Baada ya hapo, tunatakia kila mtu awe na uchamungu, kwa sababu uchamungu ndiyo faida ya kila mtu hapa duniani na vile vile siku ya kesho. Maudhui yetu ya leo itakuwa Allah akituwezesha kuhusu haki ambayo ni ya muhimu sana hapa duniani, na vile vile Islam imetilia nguvu sana hiyo haki. Ni haki ya wazazi wawili, na kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amesema haki ya wazazi wawili baada ya tauhid, yaani mtu baada ya kuwa na Uislamu, kitu kinafuata ambacho Allah amelazimisha ni kuwatendea wazazi wawili wema. Faqala subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an, waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah anasema kwenye Qur'an, waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kila Muislamu, kila mtu awe anamwabudu yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, yaani ibada iwe tu kwa ajili yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya hapo Allah anasema wabilwalidaini ihsana, na baada ya kuwa na kutia ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, baada ya hapo ufanyie wazazi wawili wema. Waqala fi makanin akhar anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Na sehemu nyingine kwenye Qur'an Allah anasema mnishukuru mimi Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kunishukuru mimi vile vile mshukuru wazazi wenu wawili.
وقال أيضا واعبدوا الله ولا tushriku bihi shay'a wa bilwalidaini ihsana. Na kwenye aya nyingine Allah anasema waabudu llaha, maabudini Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushriku bihi shay'a, na msimshirikishe na chochote, wa bilwalidaini ihsana, na mwatendee wazazi wawili wema. Ibadallah, law lam yakun fi fadli alwalidaini illa anna Allah ta'ala ja'ala haqqahuma ba'da haqqihi lakafa bidhalika sharafan wa fadla. Kama ingekuwa yani kuhusu wazazi wawili, kama ingekuwa tu ile kitu Allah subhanahu wa ta'ala amechukua haki ya wazazi akaiunganisha na haki yake mwenyewe ya ibada, yani baada ya ibada kitu kinafuata ni haki ya wazazi, kuwatendea wazazi wema. Kama ingekuwa ni hiyo tu, Allah alisema kwenye Qur'an, hiyo inatosha kwamba ni fadhila kubwa na ni sharafu kubwa sana kwa mtu kuzingatia haki ya wazazi wawili. Thumma taamalu kaifa naha Allahu an adna kalimati tadhajjur, na vile vile mzingatie kwenye hiyo aya ni ndefu. Kuna sehemu Allah subhanahu wa ta'ala ametumia kalima ambayo ni kalima ndogo sana, lakini ni kalima ambayo inaonyesha mtu kumwasi wazazi wake wawili. Lakini Allah ametumia hiyo kalima ndogo, kutumia kalima kubwa ili mtu achukue, basi nitachukua ile ndogo. Lakini Allah mwenyewe ametumia kalima ndogo, ameikataza, yaani usitumie kwa wazazi wako wawili. Faqala ta'ala fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Allah subhanahu wa ta'ala anasema usiwajibu wazazi wako na kalima ya uff. Uff kwenye Kiarabu ni kama vile mtu anasema hiyo yani mzazi anakuambia mfano fanya kitu fulani, wewe kama hautaki kufanya unafanya au unafanya gesture au unafanya kitu chochote ambacho kina alama yoyote inaonyesha kama vile mtu amesema hiyo kalima ndogo tu, yani leta mbili tu na h hiyo tu. Allah amekataza usiwaambie wazazi wako hali yoyote, itakuwa wamekwambia kitu gani, wamekufanyia kitu gani, hiyo kalima usitamke. Hiyo ni kalima ndogo sana, lakini unakuta watu leo wanawafanyia wazazi, wanawajibu, wanafanyia vitu ambavyo ni zaidi ya hiyo kalima. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema fala taqul lahumā uff, usiwaambie uff wazazi wako wawili, wala tanharhumā, na vile vile usiwashauri, yani usiwe wanakwambia kitu wewe unawajibu kwa kupandishia sauti. Allah amekataza waqul lahumā qawlan karīman, na waambie maneno ambayo ni maneno yani yako laini sana, maneno ya ukarimu. Hiyo ndio yani wajibu vizuri. Wakiambia kitu kama una explanation ya kuwaelesha, waeleshe kwa njia nzuri. Waqfid lahumā janāha dhulli min ar-rahma, na vile vile shusha bawa lako ya mesi rahma, yani kuwa mnyenyekevu mbele ya wazazi wako wawili, kuwa mwenye humbleness mbele ya wazazi wako wawili. Qala Abdullah ibn Abbas, na kwenye hadith Abdullah ibn Abbas anasema law alima Allahu shay'an adna min uff lanaha an, kama Allah angekuwa anajua kalima ambayo ni ndogo sana, ni ya chini kuliko kalima ya uff, Allah angetumia hiyo kalima. Kwa sababu gani? Allah anataka kuonyesha yani umuhimu na fadhila wa wazazi wawili. Yani huwezi kutumia maneno ambayo itawafanye wahuzunike au wakuone kabisa kama umewakosea adabu au umewaasi. Allah ametumia hiyo kalima ambayo ni ndogo ya uff. Kama ungekuwa nyingine ndogo zaidi ya hiyo, ndio yenyewe Allah angetumia kwenye Qur'an. فعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawauliza masahaba wake, anawaambia niwaonyeshe dhambi ambayo ni dhambi kubwa zaidi. Faqalu bala ya Rasulullah, na masahaba wakajibu ni mtume wa Allah, tuambie hiyo dhambi ambayo ni dhambi kubwa sana, yani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ukiifanya ni vigumu sana Allah kukusamehe, yani hiyo ndio akbarul kabair, yani dhambi kubwa sana. Na mtume akasema al-ishraku billahi,
kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Yani hiyo ndio dhambi ya kwanza, yani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine. Na baada ya hapo Mtume akasema wa uququl walidain, na kuwaasi wazazi wawili, yani kuwakosea adabu, kuwavunjia heshima, kuto kuwasikiliza wazazi wawili. Hiyo ni dhambi ya pili ambayo ni dhambi kubwa sana, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukusamehe. Yani ni vigumu sana Allah kukusamehe. Yani wewe kukubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukusamehe kwenye hizo dhambi mbili, yani inabidi ufanye juhudi sana, yani ufanye mambo mengi sana ili Allah kusamehe kwa haya mambo mawili, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kuwaasi wazazi wawili. Wa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayu al-a'mali ahabbu ila Allah. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anasimulia, anasema nilimuuliza Mtume siku moja, nikamuuliza hivi, amali gani Allah anapenda zaidi? Yani amali gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala inamfanya Allah subhanahu wa ta'ala aipende zaidi? Mtume akajibu al-jihad fi sabilillah. Mtume akajibu ya kwanza akasema as-salatu ala waqtiha. Cha kwanza ni swala kwa wakati wake, yani hiyo inakuja by the way, yani ukiswali swala kwa wakati wake, unajua swali msikitini ni muda fulani, alafu wewe unakuja unaswali ule muda wa swala kwa wakati wake, hiyo ni amali bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu thumma ay, na baada ya hapo akamuuliza tena, baada ya hiyo, yani baada ya kuswala kwa wakati wake, amali gani Allah anapenda zaidi? Mtume akasema birrul walidain, kuwatii wazazi wawili, yani kuwaheshimu wazazi wawili. Na akauliza tena nyingine gani baada ya hiyo ya pili? Akasema al-jihad fi sabilillah. Mtume akasema kupambana na kufanya jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ya kwanza amesema swala kwa wakati wake, ya pili kuwatii wazazi wawili, na ya tatu ndo akasema al-jihad fi sabilillah. Fatamalu kaifa qaddama birra al-walidain ala al-jihad an-nafila. Na tuzingatie hapo kwenye hiyo hadithi, Mtume amesema ya kwanza ni swala kwa wakati wake, ya pili kuwatii wazazi wawili, na ya tatu ni kufanya jihad kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani angalia hapo sasa, Mtume ametaja kuwatii wazazi, yani haki ya wazazi imekuja kabla ya jihad. Yani jihad inakuja ambayo ni jihad nafila, inakuja baada ya haki ya wazazi wawili. Hiyo pia inaonyesha umuhimu na ufadhila wa haki ya wazazi. Waqala Nabii sallallahu alaihi wasallam, na kwenye hadithi nyingine Mtume anasema mal'unun man aqa alwalidain, mal'unun man aqa walidain, amelaniwa nani? Amelaniwa man aqa alwalidain, yule mtu ambaye yani hawaheshimu wazazi wake, hawatii wazazi wake, anawakosea, anawavunjia heshima, yule mtu amelaniwa, yani Allah amemlani. Yani kama wewe unajua mbele ya mzazi wako au wazazi wako wote wawili hauko na adabu mbele yao, hauwatii wazazi wako wawili, jua ya kwamba umelaniwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hautakuwa na chochote hapa duniani. Japo yani kama vile uko na una survive tu, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala uko na laana, yani unaishi duniani na laana ya Mungu. Ayuha almuslimun, inna al-uquqa laysa bid-darbi was-sabbi faqat. Na vile vile tujue ya kwamba kumvunjia mzazi heshima na kutomheshimu mzazi wako sio kwa kumpiga au kumtukana tu, bali kad yakunu binadhrati alqasiya, inaweza ikawa kwa kumwangalia kisu, unamwangalia mzazi wako. Mfano akikwambia fanya kitu fulani na kisu utakuwa unamwangalia. Kwa sababu gani? Kama nikwambia fanya hivi na wewe haupendi kufanya hivi, hiyo ni kitu ambacho yani you don't like. Kwa sababu baada ya hapo utamwangalia na sura ambayo ni mbaya, kama hauna na adabu mbele ya mzazi wako. Na hiyo pia ni inaingia miongoni mwa ile ukosefu wa adabu mbele ya wazazi. Utakuwa na kesi ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani utakuwa the case one on the earth. Na nyingine inaweza kuwa ni rafu sauti, kupandisha sauti yako juu ya sauti ya mzazi wako. Mzazi anakuambia mfano fanya kitu fulani, wewe unamjibu kama vile
unampandishia sauti, unamshautia, yaani unapandisha sauti yako juu ya sauti yake. Au al-abus, au kufunga uso, anakwambia fanya hivi, wewe unamfungia uso mzazi wako. Au tarki ziyaratahuma, au kuacha kuwa visit, yaani uko na wazazi wako wanaishi mbali na wewe, lakini unakuwa hawa visit kabisa, au una visit kidogo tu. Au taakhiri khidmatihima, au kuchelewesha kuwafanyia khidma, yaani uko na wazazi wako wawili, mfano mama anaumwa au baba anaumwa au anahitaji kitu chochote kwako ili wewe umfanyie, lakini unakuwa unachelewesha. Kwa sababu gani? Unatia kwanza mambo yako wewe mbele ya haki ya wazazi. Au al-inshiralu anhuma bilhatif, au unaweza ukawa unajifanya busy na simu na wakati wazazi wanakuongelesha, yaani mzazi anakwambia kitu au anakwambia ufanye hivi, lakini wewe unajifanya uko busy na simu yako, hata haumjali mzazi wako. Hiyo pia ni miongoni mwa vitu ambavyo ni kumaasi mzazi. Au taqdimu zawja, na vile vile kumtia mbele mke wako au al-asdiqa, au kuwatia mbele marafiki zako, kuwatia mbele ya wazazi wako. Waqad yabaghu al-ghuraba'u wa yahrimu walidayhi min al-ihsan, mtu mwingine anaweza akawa yuko ni mtu mwema mbele ya watu wengine, yaani anaweza kuwa ni watu wengine hawako hata kwenye familia yake, lakini akiwa mbele yao anajifanya ni mtu mwema sana. Mbele ya wazazi wake hiyo ihsani haifanyi. Hiyo pia ni miongoni mwa vitu ambavyo unaweza ukawa uko mtu mzuri kwa watu wengine, lakini kama uko mbaya kwa wazazi wako, ujue kama umelaaniwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, birru al-walidaini an tabdhula lahuma ma malakt, kuwatii wazazi wawili ni wewe kuspend, yaani kuspend vyovyote, kitu chochote unamiliki. Yaani kama mzazi anahitaji kitu kwako na wewe uko na uwezo wa kufanya kile kitu, lazima ukifanye. Hapo ndio utaingia kwenye njia ya watu ambao wanawatii wazazi wao wawili. Watuti'uhuma fi ma amaraka bihi ma lam yakun ma'siya, na vile vile kuwatii kwa mambo yoyote wanakwambia ufanye, as long as sio mambo ya dhambi au ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Muhammad ibn al-Munkadir, bitu aghmizu rijla ummi. Muhammad rahimahullah ta'ala ni miongoni mwa masalaf, anasema kuna siku moja tulikuwa wawili kwetu, nikapitisha usiku wangu mzima niko na massage the legs of my mother, nilikuwa namfanyia massage mama yangu. Wa akhi wa bata akhi yusalli, na ndugu yangu mwingine yeye akapitisha usiku wake mzima anaswali tahajjud, na yeye anasema hivyo, fama uhibbu anna laylati bi laylati, mimi nilikuwa sipendi usiku wangu kwa ule wakati juu mzazi wangu alikuwa anahitaji nimfanyie massage. Kwa hiyo nilikuwa sipendi usiku wangu uwe sawasawa na usiku wake, yaani yeye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yuko na daraja kuliko yule mtu yule ndugu yake alikuwa anaswali tahajjud usiku mzima. Kwa sababu gani? Huyo ameenda kumfanyia mzazi wake khidma ambayo ni ya lazima kwenye Qur'ani. Baada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya wazazi ndio inakuja, na huyu ameitekeleza, akaacha kuswali tahajjud, akatekeleza haki ya wazazi. Hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yuko na daraja kuliko yule ndugu yake. Inna alwalidaini la yuridani min auladihima malan kathira, na tujue ya kwamba wazazi hawahitaji hela kwa watoto wao, hawahitaji hela nyingi kwa watoto. Hata kama ni wa maskini na mtoto ana hela, ni vigumu sana kumwona mzazi anamwambia mtoto wake nitumie hela. Ukisha mwacha mzazi wako anakuambia hivyo, anakuomba hela, na wewe unajua hali yake ni hali mbaya, lakini unangojea ili akuombe, yaani kitu cha kuzingatia sana kisiwe kinatokea. Kama una uwezo, unajua mzazi wako hana uwezo, lazima ujifanye iwe ni lazima muda fulani na unamfanyia hicho kitu bila wewe kungojea akuombe. Wa inna ma yuridani kalimatan tayyiba, wazazi wanapenda sana maneno mazuri kwao, yaani ukiwa unaongea nao uwe unaongea nao kwa heshima na kwa unyenyekevu. Wa wajhan bashushan, na vile vile uso wa kusmile, yaani unakuwa na uso mzuri mbele yao, sio unakuwa unashout kila wakati, hapana. Wa ziyaratan, na vile vile kwa visit
wa ta'atan, na kuwatii, wa duaan, na vile vile kuwaombea dua, wa khidmatan inda alhaja, na kuwafanyia khidma wakati wanahitaji. Faya man la yazalu walidahu ala qaidi alhaya yaftanim hadhihi ni'ma, yule mtu ambaye anajua bado wazazi wake wanaishi hapa duniani. Kwa hiyo chukua hiyo opportunity, hiyo ni opportunity nayo mbele yako, ichukue, itumie vizuri. Fa innahuma babani min abwabil janna, kwa sababu gani? Wazazi wawili ni milango miwili katika milango ya pepo kwako. Yaani ukiwa na wazazi wako wawili, jua ya kwamba bado uko na ile opportunity ya wewe kupata janna. Kwa sababu gani? Ukiwafanyia wema, wazazi wanakuombea dua, na vile vile ukiwafanyia vibaya, wazazi wanakuombea dua, lakini wewe ukiwatendea vibaya mbele ya Mungu, Allah anakulani. Kwenye hadithi nyingine Mtume anasema yule mtu amepotea sana, amesema mara 3, amepotea sana, amepoteza sana. Masahaba wakamuuliza, ni mtu gani yeye Mtume? Akamwambia, ni yule mtu alikuwa wazazi wake wakawa wazee, wakazeheka, na yule mtu alikuwa bado yuko hai, lakini hakupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani siku ya Kiyama yule mtu anakosa janna. Kwa sababu gani? Wazazi wake walifika ni wakati wa uzee, lakini yule mtu alikuwa hawatendee wema, hawafanyie khidma wazazi wake, kwa hiyo alikosa janna yule mtu. Yaani ni mtu ambaye amepoteza sana kabisa hapa duniani. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله ولي الصالحين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا ان البر لا ينتهي حتى بعد وفاه الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من ابد البر ان يصل رجل اهل ود ابيه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومن أعظم ما ينفع الوالدين دعاء الولد الصالح لهما. وقال بعض السلف: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وكما تدين تدان. فمن أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، ومن عقهما خشي أن يرى أثر ذلك في أولاده. وقال الشاعر: أطلع الإله كما أمر، واملأ فؤادك بالحذر، وأطيع أباك فإنه رباك من عهد الصغر. وقال آخر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح أبناء المسلمين، واجعلهم من الباغين بآبائهم وأمهاتهم. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.